Ngoja tuseme kidogo. Omba neno nzuri ndogo. Baba, katika jina la Yesu, utambariki mtumishi wako anapoenda kusimama mbele yetu. Mfunike kwa uwepo wako wa Roho Mtakatifu. Na sisi sote utubariki na ututie nguvu katika jina lako Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amena. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Kwanza kabisa ninamshukuru Mungu ambaye amenipa neema na kibali kuwepo hapa Singida. Kama mtumishi wa Mungu tulikuwa na usimikaji jana na tulimaliza, lakini niliongea na Dr. Paul Samuel mapema wiki 2 zilizopita kwamba nikipata neema ya kuja Singida basi Jumapili leo tutashiriki pamoja. Na najua kulikuwa kuna taratibu nyingi lakini alinikubalia. Asante sana baba, Mungu akubariki sana. Mchungaji Nyonyi pamoja na katibu Filipo na wachungaji wote, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Askofu Jeremia kutoka Ikunki, Mungu akubariki sana sana. Washirika wa hapa wote, Mungu wa mbinguni awabariki sana. Mchungaji Maziku rafiki yangu sana yeye, na mara kwa mara tunakutana, tumekaa kwenye vikao miaka mingi na yeye. Mungu pia akubariki sana. Naomba mpokee salamu kutoka kwa mke wangu. Asubuhi alisema wasalimie watu wa Singida. Na pia pokeeni salamu kutoka ofisini. Bwana Yesu apewe sifa. Moyo wangu umejaa furaha sana kuwepo hapa. Nadhani nimeahirisha sana. Kuna wakati tumepatana na mzee lakini baadaye ikabadilika. Nadhani kila kitu kina majira yake na wakati wake. Na pia tulikubaliana mtakuja Tanga mwezi wa 4. Mambo mawingu ya kukaa vizuri tukaahirisha, lakini najua kila kitu kina wakati wake. Utafika wakati kabla Yesu hajarudi, hayo yote tutayatimiza. Amen. Injili kamili ya Kristo lete mamilioni ya watu kwa Yesu. Usinipunguzie mwendo wa injili na misheni, mwendo wa uaminifu na uadilifu, mwendo wa uchumi na uchangiaji, mwendo wa uwajibikaji na uwajibishaji. Amen. Asante sana, asante sana. Nina ujumbe nataka tushirikiane asubuhi ya leo. Umebariki sana moyo wangu wa ujumbe kabla sijauleta, na ninasikia kabisa Mungu atatubarikia. Sawa kabisa. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 kuna ujumbe huwa ninahubiri mara nyingi. Inawezekana umenisikia, lakini leo hautakuwa vile ambavyo umesikia. Itakuwa ni tofauti. Katika Samueli wa kwanza mlango wa 17 tutaanzia mstari wa 20 mpaka 26 pale nitasoma, lakini baadaye kama nitapata mtu mmoja na maiki na kunisomea vifungu nitakavyokuwa nataja itakuwa ni vizuri sana sana. Na mimi ninaamini wewe uliokuwa hapa asubuhi ya leo Bwana atakubarikia. Jamani, nasema Bwana atakubarikia. Kabisa, kwa sababu mimi mwenyewe amenibariki kwenye huu ujumbe. Sasa unajua kuleta ujumbe ambao wewe mwenyewe umebarikiwa, si wewe utabarikiwa zaidi jamani? Mimi nimebarikiwa na huu ujumbe hata kabla sijauleta kwenu. Imeandikwa hivi katika Samueli wa kwanza sura ile au mlango ule wa 17 kuanzia mstari wa 20 mpaka 26. Daudi akaondoka asubuhi mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitwaa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru. Akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Nao Waisraeli na Wafilisti wakajipanga jeshi hili kukabili jeshi hili. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akalikimbilia jeshi, akafika akawasalimia ndugu zake.
Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa akatokea, yule Mfilisti wa Gath, jina lake Goliath, akitoka katikati ya jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Na watu wote wa Israeli walipomuona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemuona mtu huyu aliyepanda huku? Hakika ametoka ili awatukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua, mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamuoza binti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kuwaondolea Israeli aibu hii? Maana Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata watukane majeshi ya Mungu aliye hai? Na watu wakamjibu vivyo hivyo wakisema, ndivyo atakavyofanyiwa mtu yule atakayemuua. Lakini ukirudi mlango huo wa 17 ukianza mstari wa 3, mlango wa 17 ukianza mstari wa 3 mpaka mstari ule wa 11 unafafanua maneno fulani. Unasema hivi, wakati ule akasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, na palikuwa na hilo bonde katikati. Ndipo akatokea shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliath wa Gath, ambaye urefu wake ulichapeo ya shaba kichwani, tena amevaa dirii ya shaba na uzani. Chapeo ya shaba kichwani, tena amevaa dirii ya shaba na uzani wake ile dirii ya shaba ulikuwa shekeli 5,000 za shaba. Tena amevaa mabamba ya shaba miguuni mwake, naye alikuwa na mkuki wa shaba kati ya mabega yake, na mti wa mfumo kati yake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mtu aliyemchukulia ngao akamtangulia, naye akasimama akawapigia kelele majeshi ya Israeli, akawaambia, mbona mmetoka kupigana vita? Je, mimi si Mfilisti na ninyi ni watumishi wa Sauli? Jichagulieni mtu akanishukie mimi, kama akiweza kunipiga na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu, nami nikimshinda yeye na kumuua, ninyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Yule Mfilisti akasema, ninayatukana leo majeshi ya Israeli, nipeni mtu tupigane naye. Basi Sauli na Israeli wote waliposikia maneno hayo ya Mfilisti, wakafadhaika na kuogopa sana. Hili ndilo neno la Bwana. Habari hii nimekuwa nikiisoma mara kwa mara. Wale ambao wamenisikia, nilikuwa naweka kichwa kinachosema hivi, ni nani atakayetuondolea aibu hii? Lakini leo kichwa sio hicho. Kichwa cha somo la leo kinasema hivi, namna ya kuondoa aibu. Hebu tuseme wote kwa pamoja. Kule nyuma nilikuwa nahubiri nasema, ni nani atakayetuondolea aibu? Tukamwona mtu anaitwa Daudi. Yeye aliondoa aibu kwa taifa la Israeli. Lakini leo tutajifunza namna ya kuondoa nini? Aibu. Kwa kifupi, kabla sijaendelea, hapa ni taifa la Israeli na taifa la Wafilisti, watu ambao walikuwa maadui wa miaka mingi, nadhani mpaka leo, kwa mujibu wa walimu wa Biblia, wa theolojia, nadhani hao Wafilisti ndio hao wa Palestina, ndio Wafilisti hao. Kwa hiyo bado vita ile inaendelea mpaka kesho. Walikuwa maadui wa taifa la Israeli. Waliweza kufanikiwa wakati fulani hata kulichukua sanduku la agano. Walikuwa ni watu wa ajabu sana, wapenda vita, wapiganaji, wakorofi, na walikuwa kinyume cha taifa la Israeli. Lakini pia walikuwa wanaabudu miungu, washirikina, wachawi, wapagani. Walikuwa na mungu wao sanamu, wanamuita Dagon, ndio wanamsujudia, na anawapa uwezo kadiri ya vile wanavyoamini. Lakini taifa la Israeli, kama mnavyofahamu, ni taifa la Mungu. Mungu aliliteua mwenyewe. Kwa mujibu wa kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 4, Biblia inasema Mungu akamuita Abraham kutoka nchi ya Uhuru wa Ukaldayo. Akamwambia, toka wewe kwa jamaa yako na kwa baba yako, mimi nitakufanya wewe kuwa mtu mkubwa,
nitaliinua jina lako, na kupitia wewe mataifa yote yatafanya nini? Yatabarikiwa. Atakaye kubariki wewe atabarikiwa, na atakaye kulani wewe atafanya nini? Atakulani. Hilo taifa la Israeli halikujichagua, Mungu alilichagua kwamba atadhihirisha ukuu na utukufu wake kupitia taifa hilo. Kwa kifupi, mnafahamu hiyo historia ya taifa la Israeli, na sisi tukaja tukaunganika humo. Wale watu waliomwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao wakawa vile vile na haki miliki ya kitaifa la Israeli. Ningesikia amina kwa watu wa hapa jamani. Mungu wetu apewe sifa. Sasa hawa taifa la Israeli, Mungu aliwapa ahadi nyingi sana kwamba ninyi hakuna mtu atakayesimama mbele yenu na kuwashinda. Yaani kuna vitu walikuwa wameshaambiwa, na kwa mujibu wa taratibu walizokuwa wanakaa nazo au ile tamaduni, hakuwa wanashindwa. Ikitokea jambo lolote linakuwa kinyume, inabidi wajiulize, hii imetokea tokeaje? Kwa nini imekuwa hivi? Kwa hiyo walikuwa ni watu wanatazamwa na Mungu, mkono wa Mungu ulikuwa juu yao. Ndio maana mpaka leo tunavyoishi, kale taifa ni kadogo lakini ni matata makubwa sana. Dunia nzima inafikiri kukafuta, lakini inashindikana. Na kana ujeuri wote. Kale taifa kawapi? Ka Israeli. Yaani kana ujeuri wote. Kuna vitu vimepangwa. Yaani kwenye hii Biblia vitu vimefanya nini? Vimepangwa. Mpaka wakati utakapofika ambapo Mungu ataruhusu sasa ndio mambo yatafanyika. Lakini kabla ya hapo hata wangeendaje hawawezi. Hawa jamani wakorofi kupindukia. Lakini sasa hapa tunajifunza somo linalosema namna ya kuondoa nini? Namna, hebu tuseme tena kwa sauti. Tutajifunza namna ya kuondoa aibu, na nitaleta vipengele vitatu au pointi tatu mwishoni kidogo au katikati vitakavyotuelekeza namna ya kuondoa aibu. Na leo inawezekana katika jina la Yesu Kristo. Waibrania wana maneno yao, na mimi sitaki tukae sana hapo isichelewe sana, lakini wanatumia maneno yanaitwa bosha. Sijui kama ile pronunciation au matamshi yako vizuri. Kuna neno wanasema bosha, wakiwa wana maana ni kuaibika kwa kushindwa. Yaani unaaibika kwa sababu umeshindwa. Wana neno lingine wanalitumia wanasema linaitwa herth, ambalo linasema ni kejeli au shutuma. Yaani hizo aibu, yaani umekejeliwa, mtu amekukejeli. So unajua namna mtu akikukejeli, amekukejeli, anakudhalilisha kwa namna fulani. Lakini wana neno lingine wanasema kwa lugha yao quailon, ambalo lina maana ni fedhea, mtu amefedheshwa. Amefedheshwa. Haya ni maneno ya lugha ya Kiebrania. Lakini Kigiriki wao nao wana maneno yao, ashem, amtopresti, atimian. Maneno ya lugha yao ni aibu, fedhea ya moja kwa moja, aibu ya namna ya kushushwa au kufedheshwa, kudhalilishwa, kukosa, kuvunjiwa heshima. Kwa kifupi, aibu ni hali ya kudharauliwa na kuonekana umefedheshwa au umefedheka. Mtu ameaibishwa, yani anafikia mahali anaona hapa kwa kweli mimi nimeaibishwa. Kwa kilugha hicho wao wanakuwa na maana ya namna hiyo. Lakini kiroho sasa, tunapozungumzia kiroho, aibu ni jambo ambalo linaweza likakutoa katika utukufu wa Mungu. Mfano, mtakumbuka Adamu na Hawa walipokuwa kwenye bustani ya Eden, si mnakumbuka? Wakati shetani alipopata nafasi kwa umbo la nyoka kumwambia Hawa au mama yetu Eva kula lile tunda na mume wake akala, Biblia inasema wakajiona wako uchi. Si ilikuwa ni aibu ile sasa? Maana walifedheka, kila mtu akimwangalia mwenzake hivi anaona mwenzangu mbona sivyo vile nilivyokuwa namuona siku zote. Kwa hiyo wakapata fedhea, wakafedheka. Lakini ukisoma kwenye kitabu cha nisaidie kusoma kwenye kitabu cha Waibrania 12 mstari wa 2. 12 mstari wa 2. Nataka tuweke msingi kidogo kabla sijaanza kutiririka huko mbele. Waibrania 12 mstari wa 2 tafadhali. Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Unaona, tukimtazama Yesu mwenye kuanzilisha nini jamani? Imani yetu. Unaona, kwa ile furaha iliyowekwa mbele yake aliidharau nini? Aibu. Yaani ile aibu ambayo sisi tuliipata
pale kwenye bustani, Yesu kwa kuona mbele akakubali kudhalilishwa. Mnafahamu alienda msalabani akitundikwa akiwa hana nguo. Yaani ilikuwa ni aibu kubwa sana. Alifanyiwa fedhea ambayo hakuna mwanadamu yoyote duniani ambaye anaweza kukubali fedhea ya namna hiyo. Mtu ana haki wala hana makosa, mwanamume wa miaka 33, mama yake yuko hapo, wajomba zake wako hapo, halafu yuko juu ya msalaba akiwa hana nguo. Acha kile kisanamu cha kanisa letu Roman Catholic wanaweka kitambaa hapa, kitaulo kwenye nguo. Hakuwa na chochote. Ilikuwa hivi, mtu anayeangiwa kwenye msalaba anaangikwa akiwa tupu. Ni mtu ambaye amekataliwa na dunia na wanaona amekataliwa hata na kuzimu. Kwa Yesu alidhalilishwa kiasi hicho, lakini Yesu alikubali ile aibu kwa sababu yetu sisi. Kwa hiyo kiroho ni kwamba sisi tumetolewa aibu ile na nani? Na Kristo Yesu. Mungu wetu apewe sifa. Kwenye taifa la Israeli ilikuwa kumpa adui kisogo, yani kukimbia kumpa adui kisogo, hilo nalo lilikuwa ni aibu. Ukimpa adui kisogo ni aibu. Walikuwa wanatakiwa kushinda tu. Mara nyingi wakishindwa ni aibu kubwa sana. Mtakumbuka wakati ule wa Joshua, wakati Akani ameiba, amechukua vifaa ambavyo walikuwa wameambiwa wasichukue, akachukua. Baadaye Joshua akatuma watu wachache, wakapigwa. Joshua akaanguka chini akamwambia Mungu, hii ni kitu gani? Israeli wamempa adui nini? Kisogo. Ni aibu kwa Waisraeli. Haitakiwi kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo natamani ningevieleza hapa, nimeviandika, vinavyohusu aibu. Kwa Waisraeli pia ilikuwa ni aibu sana familia kukosa mtoto. Hata kama ilikuwa hashambuliwi mwanamume, inaonekana mwanamke ndio alikuwa anapata mateso makubwa sana. Ilikuwa ni tamaduni kwa taifa la Kiisraeli, akikosa mtoto inakuwa shida sana. Wanaona kama ni aibu. Mnakumbuka habari ya Sara? Sawa jamani? Si mnakumbuka habari ya Sara? Alikaa miaka na mume wake bila kuwa na nini? Na mtoto, akachanganyikiwa. Lakini Mungu aliahidi kwamba mtoto atafanya nini? Atapatikana. Mnajua yule mama akaona sasa amekuwa mtu mzima, mzee. Akamuona Mungu kama huwa hana ukweli sana. Akaona hii itakuwa aibu, sasa mimi nakufa bila mtoto. Akamruhusu mzee, akamwambia Abrahamu, chukua huyu msichana wa kazi Hajiri, pata mtoto kwake ili tusife bila mtoto. Naona yule mama akaruhusu kumpa mume wake mtoto. Mtoto akazaliwa anaitwa Ishmaeli. Yule mama alikuwa anataka aondoe nini? Aibu. Lakini leo tunataka tuangalie namna ya kufanya nini? Ya kuondoa aibu. Lakini Mungu ashukuriwe. Muda ukafika, Mungu akamjia Abraham. Akamwambia Sara mkeo atakuzalia nini? Mtoto. Sara akacheka, mimi kikongwe nitachukua mtoto, itakaaje? Kwanza mimba inakaaje jamani? Mimba si inapendeza mwanamke akiwa amenyooka namna hii, lakini akiwa ameshashuka namna hii inakuwa kama mimba ya ng'ombe tena jamani. Lakini kwa Mungu haijalishi. Unajua Mungu anapotaka kufanya mambo yake hana kizuizi, hana mipaka. Anasema hana mipaka. Yeye ni Mungu, anafanya anavyotaka. Sara akapata ujauzito, akamzaa mtoto, akaitwa nani? Isaka. Ile mama akasema jamani, kwa kweli watakaosikia watacheka, maana Mungu amenifanyia kicheko. Yule mtoto akaitwa Isaka. Mungu akaondoa aibu ya nani? Bado tunajenga msingi kidogo kabla hatujakwenda. Mwanzo sura ya 30 mstari wa 22, soma na 23. Mwanzo 30 mstari wa 22 na 23. Tasoma. Haya. Mungu akamkumbuka Raheli, Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. Akapata mimba, akazaa mwana. Akasema Mungu ameondoa aibu yangu. Naona Mungu akamkumbuka nani jamani? Akamkumbuka nani? Raheli waliolewa na mtu anaitwa nani? Yakobo. Yakobo alimuoa Lea na nani? Na Raheli. Lakini aliyekuwa ametakiwa kuolewa alikuwa ni Raheli. Lakini kwa namna fulani Labani akamuingiza Lea, na Mungu akafungua tumbo la Lea. Lea akazaa watoto 4 mfululizo kabla ya Raheli kupata mtoto. Akazaliwa Ruben, akazaliwa Simeon, akazaliwa Lawi, akazaliwa Yuda. Huyu Lea akasema vipi? Mbona hii kitu sielewi? Mimi nakaa tu bila kuzaa, itakaje? Akamshika mume wake usiku. Imeandikwa, sio maelezo ya kutunga.
Akamwambia mume wake, nipe mtoto, vinginevyo mimi nakufa. Yakobo akamwambia, mimi kwani ndio Mungu? Mimi ndio nimekuzuilia uzao wako? Raheli akaona atakuwa na aibu kukosa mtoto. Unaona, tunaona hilo jambo la aibu Akaamua kumchukua msichana wa kazi. Kulikuwa kuna wasichana wawili, Zilpa na Bilha. Akachukua msichana mmoja wa kazi, akamwambia Yakobo, ingia kwa huyu upate mtoto. Yule mama akapata mtoto wa kwanza anaitwa Dani na wa pili anaitwa Efraim. Akazaa, akaona ameondoa aibu, lakini hakuwa mtoto kutoka tumboni kwake. Lakini unaona huo mstari wa 22 na 23 Biblia inasema Mungu akamkumbuka nani? Kama Raheli alikumbukwa, na wewe leo unakumbukwa. Nasema na wewe leo unakumbukwa. Mungu hajabadilika. Hajabadilika. Sasa hapa tunaweza tukaenda upande zote. Tunaenda upande wa kiroho na upande wa nini jamani? Wa kimwili. Huu ni mwezi wa injili na misheni. Inawezekana wewe una miaka na miaka hujawahi kuzaa, tumbo lako lilifungwa, lakini mwezi huu wa injili na misheni Mungu akupatie watoto wa kiroho. Nasema Mungu akupatie watoto wa kiroho. Mungu akamkumbuka Raheli, akapata ujauzito, akamzaa mtoto anaitwa Yusufu. Baadaye alikaenda huko mbele ya safari, akapata mimba nyingine, akazaa mtoto anaitwa Benjamin. Kwa hiyo Mungu alimkumbuka. Anasema Mungu amekumbuka, ameondoa nini? Aibu yangu. Ukisoma Luka mlango wa kwanza, soma mstari wa 24 na 25. Luka mstari wa kwanza, Injili ya Luka mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa 24 na 25 tafadhali. Inasema hata baada ya siku zile mkewe Elizabeti alichukua mimba, akatawa miezi 5, akisema, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Naona akatawa huyo mama, akapata ujauzito. Anasema hivi ndivyo Mungu alivyoniangalia na kuniondolea nini? Aibu yangu mbele ya watu. Unaona, kumbe Waisraeli kukosa mtoto ilikuwa ni aibu. Lakini sio hivyo. Nimesema kwenye matukio mbalimbali Waisraeli wakikutana nayo yakiwa tofauti, walikuwa wanasikia ni aibu. Waisraeli ilikuwa ni aibu kupigwa vita, sio tu kupigwa vita, hata kuuawa na mwanamke. Yaani Mwisraeli akiwa vita imekwenda alafu ndio mwanamke anakuja kumuua, anasema hapana bwana, ni afadhali wewe unichome kisu, itakuwa aibu mimi kuuawa na nani? Na mwanamke. Hata kuuawa na mataifa mengine. Mnakumbuka Sauli, vita ilipokuwa kali sana. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura 28 au mwishoni kule, usiandike, nakumbuka hizo sura, nadhani za mwishoni pale. Sauli akawa vita imekuwa kali sana, akaona maadui wamemkimbilia, wanataka kumkamata. Akamwambia mchukua silaha zake, msaidizi wake, bwana niue nisije nikauawa na hawa wasiotahiriwa, itakuwa aibu kubwa sana. Yule askari wake akamwambia hapana mzee, mimi siwezi kukuua wewe. Jamaa Sauli akachukua upanga, akafanya nini? Akauangukia, akafa. Yaani ni aibu Mwisraeli kushindwa. Hii ina maana gani? Ni aibu kanisa kushindwa. Sisi ni washindi zaidi ya kushinda katika yeye atutiaye nguvu. Kwa hiyo ni aibu, na lazima tutafute namna ya kuondoa nini? Hizo aibu. Hata kama jambo halijakuwa tayari, nikutangazie kwenye madhabahu hii takatifu, usikubali kushindwa. Nasema usikubali kushindwa. Ndio maana nimekuja na kauli nasema usinipunguzie nini? Mwendo. Unajua mtu anayeshindwa ni yule anayepunguza nini? Mwendo. Lakini ukiwa unaendelea, kuna maneno wewe unaendelea, kuna maneno wewe unaendelea, mwishoni utatokea kuwa mshindi. Nasema mwishoni utatokea kuwa mshindi. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo mambo ya kudhalilishwa Waisraeli walikuwa wanayakataa, kufanyiwa fedhea, mambo ya aibu na nini, walikuwa kwao hawayakubali. Tusomee Samueli wa pili mlango wa 10, Samueli wa pili mlango wa 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Hebu nitaishia pale alafu turudi kwenye somo letu huku. Lakini bado tuna mistari ya kusoma, bado na madakika kidogo. Tuna mistari ya kusoma, nitakwenda haraka. Tumalize kipengele kimoja. Nimeruka visehemu vingine. Inasema, lakini wakuu wa wana wa Amoni wakamwambia Hanuni bwana wao, je, waona ya kuwa Daudi amemheshimu babayo kwa kutuma kwako wafariji?
Je, Daudi hakuwapeleka watumishi wake kwako ili kuangalia mji na kuupeleleza na kuuangamiza? Basi Hanuni akawatoa hao watumishi wa Daudi, akawanyoa nusu ya ndevu zao, akawakatia nguo zao katikati, hata matakoni akawatoa waende zao. Watu walipomwambia Daudi habari hizo, akatuma watu kuwalaki, kwa sababu watu hao walikuwa wametayarika sana. Mfalme akasema, ngojeni Yeriko hata mtakapoota ndevu zenu ndipo mrudi. Asante sana. Unaona Daudi alikuwa mfalme na baba yake Hanuni taifa lingine walikuwa na urafiki na Daudi. Kwa hiyo Daudi akatuma watu kwenda kufariji, maana huyu Hanuni baba yake alikuwa amefariki. Kwa hiyo kwa ule urafiki akatuma watu kwenda kuwapa pole. Nao walikuwa ni askari wa Daudi. Na Waisraeli kwa kawaida yao na utamaduni wao walikuwa wanafuga ndevu, wanaume walikuwa wanafuga ndevu, na kulikuwa kuna namna ya kunyoa. Ukikuta Waisraeli wale wanaume wana madevu, na ndevu zilikuwa zinaashiria ukimkuta mwanamume wa Kiisraeli akiwa na ndevu anaashiria mamlaka fulani. Si mnasoma Biblia? Mafuta kutoka kichwani kwa nani? Kwa Haruni mpaka wapi jamani? Kwa nini Biblia iseme mpaka ndevuni kama hakuna maana fulani? Yaani kuna maana, isingetaja yale mafuta yashuke kutoka kichwani mpaka wapi? Mpaka ndevuni, kwa sababu kuna maana fulani kwa taifa la Israeli na kwa watu wa Mungu. Sasa walipotumwa hawa watu wakaenda, yule Hanuni akaambiwa na askari zake, bwana, huyu Daudi hajatuma hawa watu kuja kukufariji, ametuma hawa watu kuja kupeleleza mji. Unaona, baadaye watakuja kukushambulia. Daudi sio mtu wa kawaida. Hawa jamaa wanataka kutuletea kejeli. Sasa fanya kitu ili wasirudie tena, wakome. Jamaa akasema ngoja ni wakomeshe. Unajua alifanyaje? Akawachukua wale wanaume, akawanyoa nusu ndevu. Si ndio tumesoma hapo Yaani kiwembe ukapita huku mpaka hapa kwenye udevu, ukaondoa upande huu, ndevu zikabaki huku kama kachepeo fulani. Si kumdhalilisha mtu jamani. Maana anaonekana sasa beberu sio beberu. Yaani ni mtu wa ajabu na mmeshikwa hapo, hamna udanja. Halafu haikuishia hapo. Biblia inasema wakachukua visu wakawakatia suruali kwenye matako. Samahani, imeandikwa hivyo sasa. Si ndivyo imeandikwa jamani? Wakakatiwa suruali zao kwenye nini? Kwenye matako. Yaani wakatoka matako wazi hawa jamaa. Yaani wamedhalilishwa, wamefedheshwa, wameondolewa nini? Heshima. Wakati wanarudi kuja Yerusalemu, Daudi akasema hapana, mwezi mkaingia Yerusalemu. Hii ni aibu kubwa, ni fedhea. Mtabaki huko mpaka ndevu zitakapofanya nini? Zikatakapo. Unaona, yani kuna vitu vya namna hiyo kwa Waisraeli walikuwa hawatakiwi kufanyiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali tuliposoma panaeleza habari ya taifa la Israeli, mfalme Sauli wakifanya vita na taifa la Wafilisti. Na huko kwa Wafilisti kuna mtu mmoja anaitwa Goliath. Wanafanya vita. Lakini msomaji, naomba utusomee zile ahadi nyingi zinazoonyesha kuondoa aibu. Zaburi 25, twende mstari wa 2 na wa 3, tufanye haraka. Zaburi 25, mstari wa 2 na wa 3, soma. Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda. Naam. Wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watendao uhaini bila sababu. Yes. Mungu wangu, nimefanya nini? Nimekungoja ili nisifanye nini? Nisiaibike. Yaani sisi tunamgoja Bwana. Wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Tunaomgoja Bwana hatutaaibika. Watu vijana wanasema ni siku tu, tunahesabu siku tu, ni muda tu. Ni muda tu. Usikate tamaa, ni muda tu. Mwambie jirani yako ni muda tu. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Wamngojao Bwana hawataaibika. Nakumbuka miaka fulani ya 83, 84, baada ya kuokoka 79 mwishoni, nilipita kipindi mpaka rafiki zangu kaniambia, sasa rafiki yangu, na wewe si uachane na hii dini, kwanza umeanza dini ukiwa kijana sana. Sasa niliacha mambo yangu yote nikachakaa na kuchakalika hasa. Mambo yakawa yafai. Na mimi nikasema hii nimekosea nini, hii dini isije kwa imekuja kunidanganya mimi, nirudi kwenye shughuli zangu niendelee. Lakini baadaye nikitaka kurudi hivi nasikia kushindwa. Siku zikaendelea, mambo yakabadilika. Yuko Mungu ambaye atakufanyia mambo ya ajabu sana. Yuko Mungu anasema wamngojao Bwana hawataaibika.
Wale wanaofikiri mabaya juu yako, siku zinahesabika. Wako wanaosema juu yako na maelezo mengi na kutangazia mchana wa leo, siku zinahesabika. Hata kama unanyanyaswa kwenye nyumba za kupanga, leo unahama kutoka nyumba nyingine, kesho nyumba nyingine, uko hapa una kodi, siku zinahesabika. Haleluya. Zaburi hiyo isome sana. Hiyo ni namna Mungu anaweka ahadi. Soma Mika mlango wa 7 mstari wa 10. Mika, kitabu cha Mika mlango wa 7 mstari wa 10. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika. Yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama, sasa atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Ndipo adui yangu atakapofanya nini? Atakapofanya nini jamani? Atakapoaibika. Tusomee kaka tena. Tusomee. Inasema, ndipo adui yangu ataliona jambo hilo. Ndipo adui yangu atafanya nini? Ataliona jambo hilo. Liko jambo ambalo watu hawajaliona juu yako na wana maneno mengi, lakini mwandishi anasema ndipo adui yangu atakapoliona jambo hili. Haya. Atakapoliona jambo hili. Labda hujaolewa, hujaoa, maneno mengi na maadui wanasema mengi, lakini Biblia inasema ndipo adui yako atakapoliona jambo hili. Siku zinakuja adui ataliona hilo jambo. Wale wenye maneno, kila mtaa, kila familia wataona hilo jambo. Na aibu itamfunika. Na aibu itafanya nini? Itamfunika. Yani ataona Mungu anataka kuondoa. Hiyo ni mistari mingi inatupa matumaini. Ukisoma pia Isaya 61 mstari wa 7 utakuta mambo ya namna hiyo. Isaya 54 mstari wa 4 utakuta jambo hilo linaloeleza mambo hayo. Na nadhani tungeishia hapo, kwa sababu hiyo ni mistari ambayo inaonyesha, inafungua ile ahadi ya Mungu, jinsi ambavyo yeye Mungu mwenyewe yuko tayari kuwafanya maadui zetu, wale wanaotuchukia, wale wanaotuona kwamba sisi tuko duni, wale wanaotuona hatufai, wale wanaotuona tumeaibishwa. Mungu anasema ataliona jambo hilo mpaka ataaibika kabisa. Na sio tunaringa wakati huo, haturingi tu, ni hali tu ya kawaida. Si ni kweli jamani? Si ni kweli? Siku moja mimi nilikuwa na hii gari ya dini, acha ile nyingine, V8 ya dini. Nikapita mahali ambapo nimekulia na nimezaliwa hapa. Nikiwa na Muhando uko wapi? Huyo hapa. Gari leusi lile. Tukapita mahali ambapo mimi nimezaliwa. Tukasimama pale. Sio gari yangu, ni gari ya dini. Lakini walijua atakayetelemka hapo ni mimi. Halo. Walijua atakayetelemka hapo ni mimi. Kwa sababu wana historia ya maisha tuliokuwa tunaishi, mimi na familia yangu miaka hiyo iliyopita. Baadaye mimi nikatelemka pale. Nasogea kuwasalimia watu, tunasalimiana nao, wale tuliofahamiana nao, watu wakubwa na wengine wakati wengine tuliosoma nao shule za msingi, wananishika mikono. Aise, ni wewe au ni mtu mwingine? Naambia kwani nini? Nasa hatuamini macho yetu. Kwani hamuamini kwa sababu sasa wewe ndio umetoka kwenye gari hili? Nikamwambia kwani ni ajabu? Hapana, wewe huwezi kutoka kwenye gari hili bwana. Kwa hivyo vyote tu lazima kuna namna imefanyika. Si unaona wale Mungu wetu apewe sifa. Unajua sasa hapo ikawa utisho mwingine tena umetokea. Nazungumza hii kwa unyenyekevu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Utisho ukaotokea. Nakaribishwa kwa yule ninataka kumwendea kuongea naye, paka anaogopa, anataka kutoka kwenye kiti chake mimi nikae, na yeye ndio muhusika pale. Hofu kubwa. Anauza, kijana wetu ni wewe. Mungu yupo kweli. Nikamwambia, hivi mlikuwa mnaamini Mungu hayupo? Mungu yupo kweli. Wanafikiri sasa mimi nitanunua kile kijiji na kukibadilisha kile kijiji. Wale ambao mgusa jirani yako, mwambie siku zinahesabika. Mwambie siku zinahesabika. Tunaye Mungu ambaye sio wa kawaida. Mungu wetu apewe sifa. Nasema Mungu wetu apewe sifa. Unamuona Hana, yule walikuwa wameolewa na mdada mmoja anaitwa Penina. Kitabu cha Samueli wa kwanza, Penina amezaa watoto 10. Hana
hana mtoto. Mhubiri mmoja kutoka Kenya anasema jina lake linaitwa Hana, maana yake hana. Inawezekana kweli, lakini sijui kama ndivyo. Kuna Ana, si kuna ndio kuna ile Ana binti Fanueli, Ana ya herufi ndogo, lakini huyu ni H, Hana, na akawa hana kabisa. Lakini huyu mama alikuwa analetewa maneno ya kejeli ya kutosha. Biblia inasema mke mwenzake alikuwa na maneno mengi anamfedhesha, na kumwambia wewe sasa unakaa tu hapa namna gani? Paka mume wake akamwambia, mke wangu usiwe na shida, mimi ndio mume wako, beba sadaka hizi, usijali mambo hayo, mimi si bora kuliko watoto. Lakini mama anasikia shida. Baadaye akaona hii kesi nitaipeleka kwa mhusika mkuu. Leo tunaangalia namna ya kuondoa aibu. Akasema hii kesi nitaishtakia. Kuna mahakama ambayo ukishtaki kesi yako, hiyo mahakama lazima ishughulike. Mama akaenda mbele za Bwana akamwambia Mungu, kama utaliangalia teso la mjakazi wako na kunipatia mimi mtoto, huyo mtoto mimi sitafurahia naye kukaa naye, nitamchukua, nitakurudishia wewe. Bwana angalia teso langu, Bwana angalia kilio changu. Mama yule akamimina moyo wake mbele za Bwana. Paka kuhani akaja akamwambia, mama, utaendelea na ulevi mpaka lini? Akasema, si mwanamke mlevi, bali nimemimina moyo wangu mbele za Bwana. Nahitaji aibu fulani iondoke. Na Mungu wa ajabu akampatia mtoto anaitwa Samueli. Akaondoa aibu ya yule mama. Na yule mama hakutamba, hakumwambia Penina kwamba si unajiona sasa? Hiyo ndio inatupa sisi unyenyekevu. Sisi tuliookoka, Mungu akitufanyia mambo tunazidi kunyenyekea. Na Biblia inasema Mungu anawapinga wenye kiburi, bali wapa neema nini? Wanyenyekevu. Mungu anakuzidishia. Akamzidishia watoto wengine 5. Haleluya. Labda leo una kabiashara kadogo, ukipita unaangalia maduka makubwa hapa mjini Singida ya wholesale makubwa, wewe unaangalia unasema, Mungu lini nitafika? Nataka nikuambie siku zinahesabika. Nataka kukuambia siku zinahesabika. Kama uko hapa mfanya biashara, shika haya maneno, siku zinahesabika. Haleluya. Hutabaki kwenye kuuza parachichi tu siku zote. Sasa tunataka tuangalie namna ya kuondoa nini? Aibu. Namna ya kuondoa aibu, nimeweka mambo 3. Jambo la kwanza ni kubadili mtazamo. Jambo la pili ni kuwa na uhakika na Mungu. Jambo la 3 ni kuchukua hatua. Haya mambo ukiyashika vizuri, najua umeyashika, mimi naongezea, lakini ukiyafanyia mazoezi kuanzia sasa, kabla ya Disemba mwaka huu au mwakani majira kama haya mambo yote yatatimia kwako. Nisitaki kusema na yule nabii kwamba nabii wa Bwana amesema. Mimi nataka kusema neno la Mungu limesema. Haleluya. Jambo la kwanza ni kubadili nini? Mtazamo. Jambo la kwanza ni kubadili mtazamo. Namna ya kubadili mtazamo, Biblia inasema katika Mithali 23, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa lazima ubadilishe mtazamo. Kubadilisha mtazamo ni kubadilisha namna unavyojiona na kufikiri. Ukibaki na mtazamo ule ule tu, huwezi kuondoa aibu. Napozungumzia namna ya kubadilisha mtazamo, ninazungumzia namna ya kufikiri, kuangalia mambo kwa jicho jipya. Kuna jambo unalitazama kwa mtazamo chanya. Yaani kila jambo unalokutana nalo wewe usilitazame katika hali ya kushindwa. Litazame katika hali ya nini? Ya ushindi. Hiyo ni namna ya kubadilisha mtazamo. Ukiwa unatazama mambo tu katika hali ya kushindwa, basi ujue kila siku kuondoa kwako aibu au kufika kwenye hatima yako kutachukua muda mrefu. Anza kubadilisha namna ya kufikiri na kuangalia mambo kwa namna ya chanya, yani namna ya ushindi. Sio wewe unayeshinda, yuko yeye anayetutia nguvu. Yuko yeye anayetuwezesha. Kwa hiyo unaanza kuangalia mambo kwa mtazamo huo. Yanaonekana ni magumu, yanaonekana ni ya kutisha, lakini wewe unabadilisha mtazamo wako. Unaona hata katika hili gumu yuko Mungu anayeweza.
Hiyo ndio namna ya kubadilisha mtazamo, namna ya kufikiri. Unafikirije mambo? Badala ya kukata tamaa, unaanza kuamini uwezekano kwa Mungu. Yaani badala ya kukata tamaa katika lile jambo, unaanza kuangalia uwezekano kwa Mungu. Yaani unaanza kumwangalia Mungu anayeweza yale mambo, sio kukata tamaa. Badala ya kuangalia matatizo tu, unaanza kutazama suluhisho. Namna ya kubadili mtazamo, usiangalie tu matatizo, angalia namna ya kutafuta suluhisho, kwamba kwenye tatizo hili suluhisho yake ni nini. Si unaona hapo ni kubadilisha mtazamo Namna ya kubadilisha mtazamo ni kutoka kuona udhaifu wako hadi kuona uthamani wa neema ya Mungu katika maisha yako. Nirudie tena. Ni kutoka kuona udhaifu wako. Unajua, unapoona udhaifu wako hujabadilisha mtazamo. Unatoka kuona udhaifu wako hadi kuona uthamani wako na neema ya Mungu katika maisha yako. Namna ya kubadilisha mtazamo, kutoka kujiona duni hadi kujiona umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Namna ya kubadilisha mtazamo ni kuona mambo kama Mungu aonavyo, sio kama wanadamu wanavyoona. Nimeeleza vipengele hivyo katika hatua ya kwanza. Namna ya kubadilisha nini jamani? Mtazamo. Mambo ya kuzingatia kuondoa, naona huyu bwana ni mzuri anaandika. Mambo ya kuzingatia kuondoa aibu, kubadilisha mtazamo. Namna unavyofikiri. Yaani unapoanza kuyaangalia mambo, unaangalia mambo jinsi yalivyo, huangalii udhaifu wako. Halo? Sawa Unaangalia uthamani ulionao. Mimi kweli ni dhaifu, wewe kweli ni dhaifu, wewe kweli uko duni. Lakini unabadilisha mtazamo, huangalii uduni, huangalii ile hali ya udhaifu ulionayo. Unaanza kuangalia uthamani ulionao. Hiyo ndio namna ya kuondoa, tunataka kuondoa aibu. Unaanza kubadilisha mtazamo wako. Unayaangalia mambo kwa jicho jipya. Jicho la kimungu. Mungu atazami kama mwanadamu anavyofanya nini? Anavyotazama. Hiyo ni hatua ya kwanza ya muhimu sana. Tumesoma hicho kitabu cha Samueli. Unaona hapo Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 3 mpaka 11 unasema Wafilisti walikuwa jeshi kule kwenye mlima na Waisraeli walikuwa upande huu kwenye nini? Kwenye mlima. Halafu anatokea askari mmoja anaitwa Goliath, mrefu, alikuwa na nchi 9. Vitabu vinafundisha namna hiyo. Historia inaonyesha namna hiyo. Kama mimi hapa na nchi 5, ongeza 4. Si unaanza kuona huyo mtu jinsi alivyokuwa? Alafu vidole vya mikono vilikuwa 6. Huku na huku lilikuwa jitu la miraba. Alafu lilikuwa limevaa mabamba mwili mzima. Alafu limepigana vita miaka 40. Halafu linatoka namna hii, linasema ninayatukana leo majeshi ya Sauli. Wala hasemi majeshi ya Mungu, anasema majeshi ya Sauli na yatukana leo. Anatelemsha hayo matusi, siwezi kuyataja hapa. Sabuni, mbuni, binzali, kalimati nyinyi. Yaani matusi anatukana. Nimezungumza kiroho hapo jamani, si ndio? Waisraeli ambao waliambiwa hawatakiwi kugeuza kisogo kwa nani? Kwa adui. Maandiko yanasema wakimtazama yule jamaa wanafanya nini? Wanaogopa na kufanya nini? Na kusemeka. Jambo la kwanza ni nini? Wanaiona ile hali walionayo kwamba ni dhaifu juu ya jamaa kubwa kama hili. Alafu kuna mtu amembebea mkuki wake huku. Sasa namna ya kuondoa aibu, kwanza lazima ubadili mtazamo. Shia jirani yako, mwambie tatizo lako liko hapo. Ndio maana Paulo anawaambia Waefeso, macho ya mioyo yenu yafanye nini? Yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la wito wenu.
roho wa Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo awape ninyi roho ya hekima na roho ya nini? Ya ufunuo. Yaani mnayaona mambo katika tofauti. Usiangalie shida, usiangalie matatizo. Wengine wetu tumeambiwa kuna mjomba wako alikufa na ugonjwa fulani, na kuna mjomba wako mwingine alikufa na mgonjwa fulani. Huo ni mtazamo duni. Na wahubiri wengine wanakuambia angalia hii kama haiko kwenye ukoo wenu. Na madaktari pia hospitalini wanasema hebu angalia hii kama haiko kwenye ukoo wenu. Ukitazama namna hiyo unaona kwenye ukoo wenu kuna mmoja au watatu walikufa kwa ugonjwa huo. Ikishakuwa hivyo, hiyo ni roho inakuja inaingia moyoni mwako. Unatakiwa ujue uthamani wako kwamba mimi nimebadilishwa, niko ndani ya Kristo. Unaanza kuona uthamani wako ya kuwa mimi sio uzao tena wa Kinyaturu, sio uzao tena wa Kisambaa, sio uzao tena wa Kipare. Mimi ni uzao mteule. Mimi ni miliki yake Mungu. Haleluya! Namilikiwa na Mungu wa wapi? Wa mbinguni, kama walivyoimba waimbaji hapa. Unaangalia uthamani wako. Huangalii ile hali ya ukabila lenu, huangalii ile familia yenu, ule ugonjwa uliokuwa. Ukishaangalia hiyo, itakuvuta kuona na hii hali nilionayo kwa kweli nitakufa. Na kweli unakufa. Unakufa tu kwa sababu ya mtazamo. Fikra haijabadilika. Haleluya. Sisi tunamshukuru Mungu, wa Swedish wamefanya kazi nzuri sana kwa miaka mingi sana. Hawa wazee ni mashahidi. Lakini baadaye tukawa na mtazamo kila kitu lazima kitoke wapi? Kitoke kule. Hiyo ikatufanya tukachelewa sana. Na sio kosa, na walikuwa wanatupatia. Hata mimi nimelelewa katika njia hiyo. Lakini tulipobadilisha tu mtazamo kwamba inaweza vikatoka kule, hiyo sio kosa, nisikilize. Vinaweza vikatoka kule, lakini vinaweza kutoka hapa hapa. Si mambo yanaenda jamani. Ni kubadilisha nini? Mtazamo tu. Walipotumwa wapelelezi wale 12 kwenda kuipeleleza Yeriko, tatizo lilikuwa ni nini? Lilikuwa ni mtazamo tu. Wamechukua kila kitu, wamebeba muda wa siku 40, wamerudi na matunda, wamerudi na kila kitu. Lakini walipokuwa wanakuja njiani, huko ndiko kuna yale majamaa maniferi. Wanajaribu kufikiri hivi, kwa tutaingia kwenye huu mji. Huu mji wenyewe umezungushwa, kuta zake zina ngome. Hii Yeriko itaingilika? Matunda kweli tunayo. Na ule mji unafaa, umejaa maziwa na asali, lakini tunaingiaje? Wakaanza kubadilisha mtazamo wao. Wakaanza kujiangalia hali zao. Wakatelemka wakaangalia chini. Walipoangalia chini wakaona nini? Wakaona panzi. Si ndio Si sawa jamani? Hiyo mistari si unafahamu? Walipoziona panzi, wakazifananisha panzi na mioyo yao na nafsi zao, wakasema sisi ni mapanzi. Mgeukie jirani yako mwambie wewe sio panzi bwana. Acha mambo ya kienyeji bwana. Yaani unafika mahali unaona mimi bure. Nisikilize, unaona mimi sura yangu ilivyo, mimi si ni mweusi Si mnaniona Alafu niende kwenye kioo alafu niseme kwa kweli Mungu ulikosea. Yaani hii sura ilivyo na hii rangi hivi naweza kutokelezea. Sasa mimi mwenyewe nikijidharau huko nje, si unaona nimetoka hapa handsome. Au mnasemaje jamani? Wewe mwenyewe ukianza kujidharau, unafikiri watu wengine watafanyaje? Si watakudharau. Ni mtazamo wako. Wewe unapojitazama unajiona ufai. Wewe unafaa. Anasema unafaa. Ndio maana Mungu akaruhusu Roho Mtakatifu na Yesu Kristo akuokoe, akuhamishe kutoka nguvu za giza na kukuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Unafaa. Mwambie jirani yako wewe unafaa. Mtazamo tu. Mtazamo wako ukiwa vibaya utafanikiwa. Lakini mtazamo wako ukiwa hapa sisi tunaweza. Sasa nisikilize, Daudi akaenda. Akafika akakuta vita vinaendelea, baba yake amemtuma. Alipofika pale, anaingilia namna anatokeza, anasikia jamaa linatoa matusi makubwa sana. Daudi anasema vipi? Huyu jamaa imekaa kaje huyu? Anasema yatukana majeshi ya Sauli, majeshi ya Israeli na yatukana. Kama ninyi mna mtu mnamwamini, mleteni. Akinipiga mimi huyo mtu, basi hawa watu wote watakuwa mateka yenu. Na mimi nikimpiga huyo mnomwamini, wote mtakuwa mateka wetu. Na watukana leo majeshi ya Mungu wenu. Jamaa wanaogopa namna hii. Daudi alichofanikiwa sio kingine, ni kubadilisha mtazamo. Haleluya.
Sauli ametoa dau, atakayemuua huyu Goliati atapewa msichana bure wa ikulu, na si tu msichana, ataondolewa kodi zote za maisha yake, alafu atatajirishwa kwa utajiri mkubwa. Vijana ambao mjaoa, mko kwenye umri wa kuoa, hebu nyosheni mikono yenu. Hebu nyosheni. Wote mmeoa hapa jamani? Mnaanza kunaona ndio moja ya kujidharau hiyo. Hujaoa alafu unashindwa kuonyesha mkono. Wewe ambaye hujaoa, inua mkono wako juu. Hivyo unajiamini. Maana kama hujiamini hata kunyosha mkono unafanya nini? Kwa sababu unajidharau. Kwani usipooa ni dhambi jamani? Kama hujaoa ni dhambi? Si ni kitu cha kawaida? Nadhani mimi moyoni mwangu vijana wale wote waliona hii si ndio fursa kwenda kuoa kwa nani? Kwa mfalme. Tena kuoa kwenyewe ni kumtungua jamaa. Vijana wakatokeza. Mimi naamini haijaandikwa. Wakaenda vitani vijana wasiooa. Sasa mimi najitokeza kuangalia namna hii, kuona ile njemba cha kufia. Mtajiolea tu kumtaani. Haleluya. Kama unataka kuoa nisikilize, mimi ni askofu wa FPCT kwa sasa. Usijali wanaofunga ndoa kubwa, wanapana kuwa na magari 6, wapiga kamera 8, usiogope. Unaweza ukafunga ndoa bila wapiga kamera. Badilisha tu mtazamo wako tu. Badilisha tu mtazamo wako tu. Kama sio lazima mimi niwe na wapiga kamera, sio lazima mimi nilishe kanisa zima, mimi ninachotaka ni kuoa. Njoo kwa mzee, weka mipango sawa sawa, lipa mahari za watu, wala hata usivae suti kama ya kwangu. Vaa shati lako la kawaida, Jumapili piga ndoa. Mguse jirani yako, mwambie wewe kwa sababu ya mtazamo wako ndio maana unachelewa kuoa mpaka leo. Kwa sababu unajaribu kufikiri kama jamaa mmoja alioa hapa, gari zilizojipanga hapo nje zilikuwa gari sijui 50. Ule ukumbi jinsi ulivyopambwa. Unasema Mungu wangu, mimi hapa sitaoa. Mimi hapa sioi. Nataka nikurahisishie kubadilisha nini? Tazamo tu. Kwa sababu ndoa au kuoa sio magari wala sio kamera. Na mimi nasema hivi, wenye uwezo wafanye nini? Wafanye. Lakini wewe usikwamie hapo. Kama inakusaidia sema amina. Halo. Daudi alipofika pale, Biblia inasema akauliza, akaambiwa huyu jamaa atakayemuua mfalme amesema hivi. Akaenda kwa mfalme. Fika kwa mfalme wakaongea naye. Akamwambia mzee, mimi nimekuja. Vipi? Nataka nishughulikie huyu jamaa. Mstari mmoja unasema pale, jambo la kwanza Daudi alilolisema kwa mfalme, alimwambia watulize watu mioyo yao. Soma Samueli wa kwanza mstari wa 17 hapo mstari wa 30. Akaambiwa watulize watu nini? Mioyo yao. Tunatakiwa tutulizwe mioyo. Ipige mapigo sawa sawa. Si dunde bila mwelekeo. Soma. 17:30. Sasa inakuwa tamu na muda unakimbia. Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema, naye jinsi ile ile. Na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama ya kwanza. Endelea. Na maneno hayo aliyoyasema Daudi aliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana naye Mfilisti huyu. Unaona mtu ambaye mtazamo wake umebadilika, anasema asizimie nini? Mtu moyo. Unajua kuna mambo yanazimisha nini? Moyo. Ukilifikiria tu unaona hili bwana hapana. Hili sitaweza. Sasa Daudi akaanza na sentensi ya kwanza, asizimie mtu moyo. Mshike jirani yako mwambie usizimie moyo. Hapo alikuwa amebadilisha nini? Mtazamo wake. Kwamba huyu jamaa namshughulikia. Si vita imeshaisha? Si vita imeshaisha? Vita ilikuwa tayari imeshaisha kwa sababu tayari Daudi ameshaona uthamani wake. Kwamba uthamani wangu mimi sio uwezo wangu wa kumpiga huyu jamaa. Ninaye Mungu ndani yangu ambaye uwezo wake ni mkubwa. Nilipata historia ya mzee Shimba, huyu marehemu mzee Shimba wa kanisa letu la FPCT. Nilipata historia yake, nilimuona mara moja sana. Unajua sisi tuko Tanga kule na huku Tabora wakati wote tunaokoka ilikuwa sio rahisi sana kuja. Nakumbuka nimemuona mara moja, lakini nimesoma vitabu vyake na nimepata historia zake, visa mbalimbali alivyokutana navyo. Kuna wakati fulani aliwahi kwenda Kongo kuhubiri
miaka ya nyuma. Ameenda kuhubiri, amemaliza kuhubiri kwenye huo mji wa Kongo. Sasa huyu mzee Shimba akawa anarudi, kulitokea machafuko kama mnavyojua mpaka sasa hivi kule hali sio nzuri. Kila mara kuna matokeo machafuko. Wakati anarudi sasa, akafika mahali kuna mto. Kongo imejaliwa kuwa na mito mikubwa sana. Akafika mahali kuna mto na kulikuwa kuna mitumbwi inayowapitisha kwenda upande wa pili. Sasa sababu ya vita, mitumbwi iko pale, wanaopitisha watu, wanaovusha watu hawapo. Akafika pale. Huko nyuma anasikia marisasi yanapigwa, watu wanalia huko nyuma. Na yeye yuko pale. Anajua kwa vyovyote hawa maadui wakija, mimi nitakapata. Shimba wa kwetu wa FPCT, wa Swedish Free Mission, mababa wa imani. Mzee akatizama, akasikia huko vita inapigwa, mitumbu iko pale. Anasema nilifumba macho, nikasema Mungu univushe. Ulivusha watu wa bahari ya ulivusha Waisraeli kwenye bahari ya Sham. Naomba univushe. Mzee Shimba anasema kufumbua macho namna hii, bu, mgongo wa mamba umesimama hapo. Niambie. Unaenda kwenye mamba au unasema hili ni jaribu lingine? Kwa sababu mzee anajua uthamani wake na ameomba, akajua hii ndio lift. Mzee akaanguka, miguu yake akakaa juu ya mamba, miguu ndani ya maji, pap, pwani. Mzee akatolewa upande wa pili, akaendelea na safari yake. Mungu amebadilika. Hebu mguse jirani yako, mwambie hivi, Mungu amebadilika? Si Mungu bado ni yeye yule jana na leo na hata milele? Si Mungu anatenda miujiza? Si Mungu anafanya ishara? Lazima akutendee muujiza mchana wa leo. Lazima atende muujiza kwako. Ni kubadili mtazamo tu. Lakini usipobadili mtazamo, mzee Shimba angepigwa pale pale na wangemuua maaskari pale pale. Kwa maana Biblia inasema kwa nini ufe kabla ya siku zako? Ni kwa sababu mtazamo wako haujafanya nini? Haujabadilika. Kisa kingine, alikuwa anasafiri, amefika nchi moja, anataka kwenda nchi nyingine. Uwanja wa ndege mkubwa, anasema nimetelemka pale Helsinki. Anasema nikawa nimechelewa, ndege ambayo nitakiwa nipakie ikawa imefanya nini? Imeondoka. Sasa mzee anasema nikawa nahangaika huku, sijui nafanyaje. Anasema nikakaa pale, nimekaa pale masaa yameenda, akili yake imechanganyikiwa sasa. Anafikiri nitaendaje sasa, ndege imeshakwenda. Askari wa pale uwanja wa ndege wanaohusika pale wakaja, mmoja akafika akamkuta, akamwambia mzee, akamwambia ndugu, mbona uko hapa muda mrefu? Unajua sasa yeye ni ukishakuwa na rangi kama hii katikati ya watu wenye rangi zao, si unaonekana vizuri sana. Kauliza, bwana vipi wewe, tumekuona muda mrefu sana hapa. Akasema ndio. Sasa unaenda wapi? Akasema nilikuwa naenda mahali pengine, ndege imeniacha. Akamwambia sasa utakiwi kukaa hapa, tafuta mahali ukafanya nini, ukakae ulale, alafu ujue usafiri wa kesho. Akasema sawa. Yule bwana akaondoka, akaendelea yule askari na mambo mengine. Baadaye akarudi akamkuta mzee Shimba yuko pale pale. Na iko kwenye rekodi kabisa, kwenye zile kanda iko imerekodiwa. Akaambiwa, wewe si nilikwambia naenda, nikirudi hapa nisikukute hapa, na kutia ndani sasa hivi. Mzee Shimba anasema alipoondoka tu nikabadilisha mwelekeo. Anasema nikaangalia. Yule mzee ana asili ya Kinyamwezi na Kinyaturu. Akasema jumba lote hili na maaskari wote hawa wanaopita pita hawa, si wako chini ya Mungu wangu ambaye ndio mimi namtumikia? Kwa nini siondoki hapa? Mungu wangu yupo. Amen. Akamaliza hayo maombi. Yule askari akaja sasa, amepanua macho namna hiyo. Akamwambia, wewe nimekuambia uondoke hapa, lete passport yako. Anasema nikatoa passport nikampa. Aliposoma neno pasta, na nguvu zake zote zikamwishia. Alafu kumbe yule askari ameokoka, akamwambia Bwana Yesu asifiwe. Akamchukua akaweka. Nigeukie jirani yako, mwambie badili mtazamo. Bwana Yesu apewe sifa. Mfalme anamuuliza Daudi. Daudi ana miaka 17. Anamuuliza, unasemaje wewe kijana? Anasema mzee, huyu Mfilisti huyu hana agano huyu. Si ameshabadilisha mtazamo, kwa sababu anajua watu ambao hawana agano na Mungu hawawezi wakawashinda watu wenye nini? Wenye agano. Jamani, sisi tuna agano na Mungu. Nakwambia wewe dada, wewe mama, wewe kijana, wewe mzee, una agano na Mungu. Asiye na agano hawezi kukushinda. Hiyo Daudi ilimsaidia kubadilisha wake mtazamo, kwa mimi mwenye agano siwezi kushindwa na mtu asiye na nini? Na agano. Hiyo tayari vita ilikuwa imeisha. Akamwambia mzee, sikiliza mfalme. Yule Mungu aliyeniokoa na makucha ya simba na dubu
anaweza kuniokoa na Mfilisti huyu asiyetahiriwa. Mfalme kwani hata alikuwa anasikia hayo maelezo, ameua dubu na simba. Sasa huyu kijana anazungumzia habari ya panya au paka. Ameua simba na dubu, huyu bwana mdogo huyu. Kajamaa kametulia hapa. Anambia sasa mimi naenda. Sasa mzee atafanyaje? Vita imekuwa mbaya. Jamaa anawatukana, kaona potele ambali acha kajamaa kaende kakifa, tutajua huko mbele ya safari. Lakini akakapa mabuti, akakapa masuruali, akakapa ngao, akakapa mikuki. Kajamaa kakavaa ile mikuki, ile mangao, mabuti yale, kakabeba ngao, kakajaribu kuona namna hii. Kakaona mbona nimebeba mizigo mizito. Kakamwambia mzee, hii mambo hii ni nzito sana, sijazoea, naomba niweke hapa. Mimi nina silaha zangu mwenyewe ambazo naamini ndani ya hizi silaha shughuli itawezekana. Daudi alitaka kuondoa mtazamo wake kwenye vitu ambavyo vinafikiri vitawezwa, bali kwenye vitu visivyowezwa ili viwezeshe kushinda. Haleluya. Badilisha nini? Tazamo. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuondoa nini? Aibu. Badilisha tu mtazamo. Kama mtazamo wako ni wa kushindwa, mtazamo wako ni kuona sitaweza, hutafanya nini? Hutaweza. Lakini mtazamo wako ukiwa hapana, uthamani wako ni kwa Mungu, inawezekana. Nimehubiri mara kwa mara, nimetoa mfano mmoja ambao ulitokea nchi ya jirani juu ya mama mmoja ambaye alisikia mahubiri. Nadhani hata hapa nimeshafundisha. Alisikia mahubiri kanisani. Huyo mama, huyo mwanamke kule kwenye eneo lake la shamba lake, ana shamba kubwa kama eka 4, lakini ndani ya lile eka 4 kuna mlima mkubwa sana na umezuia eneo lake, lakini ana hati miliki ya hicho kiwanja. Sasa akasikia mahubiri ya mhubiri mmoja na hubiri, labda alikuwa kama mimi machachali, anaacha madhabahu anakuja huku mbele. Si unajua sisi wenye asili za kuhubiri, wainjilisti sio sana kukaa kwenye madhabahu. Hata yeye anajikaza sana. Lakini ikiwa na furaha namna hii unaiachaga madhabahu. Haleluya. Unajua alikuwa anahubiri ujumbe gani? Anasema hata ukiwa na imani, ukiwaambia mlima utoka ukatupwe baharini, inawezekana. Usitie shaka, kwa Mungu inawezekana. Yuko Mungu hapa anayeondoa milima, Yule mama akakumbuka, ule mlima wangu leo ndio unafanya nini? Unaondoka hapa. Unaona? Yule mama akajua mlima wangu leo unafanya nini? Unaondoka. Wakaja watu wenye maombi, wanahitaji maombi, sasa waje kama nitakavyosema labda mimi mwishoni hapa, kama nitapata neema, wanaokuwa tayari tuombe kwa ajili ya kuondoa aibu mbalimbali. Najua utakuja. Yule mama akafanya nini? Akaja miongoni mwa watu wengine. Sasa kuna ile kawaida ya kusikiliza watu, unahitaji nini? 1 2 3, unahitaji nani? Hili na hili, unahitaji nini? Mimi kazini hatuelewani na bosi, naona nicheza, hamna shida, tutakuombea. Unahitaji nini? Mimi mtoto wangu anaenda shule anatoroka, tutakuombea. Unahitaji mimi mbavu zinauma, tutakuombea. Unahitaji nini? Mimi shambani kwangu kuna mlima. Amefika kwa huyo mama sasa. Shambani kwangu kuna mlima, naomba uniombee ule mlima ung'oke. Ambia sasa mlima, sawa, hamna shida. Unajua kuna milima ya kiroho ambayo Mungu anaweza. Sasa sio mlima wa kiroho, yani mlima kabisa. Akaona ngoja nimwache huyu, akaendelea na watu wengine. Akawaombea. Alipofika kwa huyu mama kuweka mkono, akasema Mungu Baba, katika jina la Yesu. Sasa unajua wahubiri machachali yao, katika jina la Yesu Kristo, wewe Mungu unayeng'oa milima ya kiroho, nataka uondoe. Mama akaondoa mkono. Mhubiri, sio milima ya kiroho, mlima kabisa, mlima. Mhubiri akaona mama labda kichwa chake dishi limefanya nini? Limeyumba. Akaombea wengine, alafu akafanya nini? Akamwacha. Walipomaliza akamwambia mchungaji wa kanisa, kuna mama mmoja nadhani sio kama anaoelewa vizuri, tumuite ofisini. Yule mama akaitwa ofisini. Walipokaa ofisini wanaongea, mhubiri anazungumza na yule mama. Mama anasema amehubiri vizuri sana. Amesema Mungu anaweza kuondoa milima, na mimi mchungaji nina ploti kubwa ya eka kama 5 hivi 4.5, imezungukwa na mlima mkubwa. Sasa sina faida na ule mlima. Nataka Mungu aondoe ule mlima pawe level, niwe nalima mashamba yangu au niuzie watu maeneo yale. Sasa unajua hekima za wachungaji. Kaambia mama, unajua hii Biblia ina nani? Yani ina mambo natakiwa uyaelewe kiroho. Biblia inaposema ni heri kuingia mbinguni kigutu kuliko kuingia na miguu yote, haina maana uchukue panga ukate nini? Ukate mguu. Inaposema ni heri kuingia chongo kama jicho linakukosesha, ni heri kuling'oa, si ndio?
Sasa kama ni hivyo tungeng'oa macho mengi. Kwa hiyo mama, hilo ni swala la kiroho. Yaani nazungumzia, akasema sasa kama ni hivyo basi Biblia imekosea. Maana mimi ni mlima kabisa. Si unaona? Wewe mhubiri mwenyewe mtazamo wake hasi. Unaona? Sasa nyingine hata mhubiri mwenyewe anayekuhubiri mwenyewe haamini juu ya Mungu. Unaona? Mama akang'ang'ania, wakabidi waombe kwa hekima tu. Ulifikia ilikuwa ni maombi? Ilikuwa ni kumfanya aondoke tu ofisini. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakushukuru, ule mlima kwenye shamba la huyu mama, wewe Mungu unajua ya kufanya. Mama akaenda, lakini huyu mama akasema sipunguziwi mwendo. Kila mhubiri akija akigusa tu mambo ya imani na kuondoa vitu vigumu pop yuko kwenye maombi. Paka kanisa likawa nasema mama mlima yule, mama mlima yule, mama mlima yule. Lakini neno la Mungu ni la kweli au sio la kweli jamani? Neno la Mungu ni la kweli. Ikafika siku, mwambie jirani yako iko siku. Mwambie na hiyo siku haitakawia, inafanya haraka kutimia. Siku ikafika, mama yule akaendelea, akaja mhubiri mwingine vile vile, naye mhubiri akastuka. Mlima jamaa akastuka, lakini mwisho akapata neema kama alivyopata Ezekiel. Ezekiel alipoulizwa milima hii, mifupa hii inaweza kuishi, unajua alijibuje? Alisema wewe Bwana unajua ya kuwa mifupa hii inaweza kufanya nini? Inaweza kuishi. Yule mhubiri akasema, Bwana waijua haja ya mwanamke huyu, msaidie sawa sawa na haja ya moyo wake. Mama akaondoka, kurudi nyumbani. Ile nchi kama hivi tulivyo Tanzania, hao makandarasi wanaokuja kutengeneza mabarabara na nini, wakawa wamekuja kwenye ile nchi ili watengeneze nini? Barabara moja ndefu sana waitengeneze. Wataliano wamefanya mkataba na serikali, walipokuwa wanapima ili watakapopata kokoto, watakapopata changarawe, watakapopata vifusi vya kutosha, katika kupima wakapima, wakaona kuna mlima una malighafi zote zitakazowatosha mpaka barabara itakapofanya nini? Itakapoishi. Kwa hiyo wakaenda, lakini sasa kwenye ile nchi kila mtu ana eneo lake. Ikabidi yule mama atafutwe. Kanisani hawajui, akatafutwa huko aliko mtaani. Yule mama akapatikana, akaulizwa, mama hawa watu wataka kuchukua huu mlima wako, huu kuna vitu vya kuwasaidia vya barabara, uko tayari kuwapa ili tupate barabara kwenye nchi yetu? Akasema niko tayari, lakini si wangenunua hivi vitu au wangevitoa mbali, mimi tuuziane. Wakambebeleza akasema hapana, tuuziane, kwa sababu alikuwa naye anajifahamu, anajitambua. Wakaandikishana, wale mabwana wakaona ni heri wanunue kwa hiyo bei wanaouziwa kulikwenda kutoa hayo mawe na kokoto mbali sana. Wakapima mahesabu ya mafuta na gharama na nini, wakaamua kununua. Wakamkatia mama pesa yake, ikaingizwa benki yule mama. Jamaa wakaanza kazi ya kufanya nini? Ya kuvunja ule mlima na kutengeneza barabara. Baada ya miaka 3 barabara ile, mwaka 1.5 barabara ikaisha, na kwenye shamba la yule mama likawa level. Yule mama akawa na pesa zake benki, yule mama akanunua, akajenga nyumba. Siku moja amekuja kanisani, ameingia kwenye ibada. Watu kama kawaida, ni mama nani? Mama mlima. Anasema nataka nitoe ushuhuda. Watu mtasikia mlima tu, jitulieni tu, mtasikia mlima. Yule mama akasimama, Bwana Yesu asifiwe. Amina jamani, mnaona nilikuwa sijaonekana, nilikuwa busy kidogo, lakini nawaambia jamani, huyu Mungu jamani yupo. Watu wanaanza, nyinyi subirini tu hapo. Subiri, atawapeleka kwenye mlima tu. Jamani huyu Mungu yupo. Si mnafahamu mnafahamu nilikuwa nakuja hapa kila mara, lakini leo nakaushuhuda kadogo. Nina hizi funguo hizi funguo ni za gari jipya kabisa, na kadi nimeandika kabisa jina la mchungaji wetu. Mungu alichonitendea, ninaamua kumpa mchungaji funguo hizi. Na pia akatoa yule mama kwenye begi yake kibunda cha noti. Akasema na hizi pesa nampa kwa ajili ya kuendeshea ili gari, mafuta zitakazomsaidia zaidi ya mwaka mzima. Haya ndio Mungu alionitendea. Sasa watu wakawa tension, lazima wafanye nini? Wamsikilize. Akasema yale maombi yamejibu. Kuna contract imekuja kutengeneza barabara. Sasa ilivyokuwa kutengeneza barabara kule, ile shamba langu liko na mbele lenye ule mlima, ndio wamechukua vifaa vyote kule, mawe, kokoto, mchanga. Sasa pako level, na nimeanza kufanya bustani zangu, na nimeanza kugawa maeneo, na nililipwa pesa ya kutosha, nimejenga, nina pesa. Huyu Mungu acheni aitwe Mungu.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mwambie jirani yako, badili mtazamo. Katika mambo unayopitia, ili kuondoa aibu, mwambie badili mtazamo. Ona mambo kama Mungu anavyoona. Jambo la pili ni kuwa na hakika na Mungu. Lazima uwe na uhakika na Mungu. Huyu Mungu tunayemtumikia anapaswa uwe na hakika naye. Mara nyingine tunamtumikia Mungu lakini tunakosa kuwa na nini? Na uhakika. Acha nisikae muda mrefu hapo ili nimalizie. Kwa ile furaha nilionayo, naweza nikahubiri muda mrefu zaidi. Uwe na uhakika na Mungu. Jamani, tumeokolewa na Mungu ambaye ana uhakika. Mungu wetu ni wa uhakika. Hata kama kuna changamoto uliwahi kukutana nayo, bado Mungu anabaki kuwa nani jamani? Kuwa Mungu. Hata kama kuna jambo fulani alikufanikiwa kwako, bado Mungu ni nani? Ni Mungu. Unachotakiwa tu ni kuwa na uhakika na Mungu. Hiyo unaweza ukaondoa aibu. Ndio tunasoma Biblia mara nyingine inasema kuna watu waliuliwa na simba, kuna watu waliuawa na misumeno, kuna watu walipigwa na mawe kama kina Stefano. Ni sawa, bado Mungu hajabadilika. Ni kuwa na uhakika na nani jamani? Na Mungu. Ukishakuwa na uhakika na Mungu, Mungu anafanya mambo kwa namna isiyo ya kawaida. Haleluya. Mnawakumbuka kina Shadraka, Meshaki na Abednego waliambiwa na mfalme Nebukadreza, kama mkisikia zomori, kengele na filimbi, kuanguka na kusujudia sanamu yangu, mtakuwa na maisha. Kinyume cha hapo, mtatupwa na kuangamia kwenye moto ule. Katika kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 16, hawa vijana wanamjibu mfalme Nebukadreza, wanamwambia mfalme, uishie milele. Kwa habari ya kuangukia sanamu yako, hatuko tayari. Nisikilize, Mungu wetu asipotuokoa na mikono yako, sisi tuko tayari. Uko ni kuwa na uhakika kwamba huyu Mungu ninayemwamini si tu mpaka aniokoe. Wanasema huyo Mungu hata asipotuokoa, sisi tuko tayari. Ndipo Shadrach, asante sana ndugu, ndipo Shadrach na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, hamna haja kukujibu. Katika neno hili, yani hamna haja kukujibu. Hatuna muda wa kukujibu. Endelea. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia, tusome wote kwa pamoja. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia hawezi kutuokoa. Bali turudie tena hilo neno, bali bali kama si hivyo, yani hatuko tayari. Akituokoa, it's all right. Asipotuokoa, it's okay. Hatuko tayari. Ni kuwa na uhakika na nani jamani? Na Mungu. Ukishakuwa na uhakika na Mungu, hiyo ni namba moja ya kuondoa nini? Aibu. Mungu anataka mtu mwenye uhakika kwamba haya nitavuka. Unaangalia mazingira, no, haya nitafanya nini? Nitavuka. Mungu wangu ana uhakika na haya. Kuwa na uhakika na Mungu wako. Sio kwamba kina Shadrach na Meshaki hawakufa, walikuja wakafa baadaye, si hawapo mpaka leo. Lakini siku ile walisema kama Mungu wetu tunayemwamini hawezi kutuokoa na huu moto wako, sisi tuko tayari. Waliona kipindi bado, na Mungu akakaa kimya, akawaacha mpaka wameingia kwenye tanuru na nini? La moto, pap. Na wale waliotupa, Biblia inasema nao wakafanya nini? Wakafa. Unaona? Mzee mmoja anaitwa Mzee Kulola, ni marehemu, anapohubiri ile tanuru la moto huwa anaongezaga, anasema ule moto ukabinduka, ukageuka, ukawa mweupe, ukawa blue na rangi ya kumetameta. Unapenda nikuambie, moto wa jehanamu una meno. Unaona? Ana anajaribu kueleza ule moto jinsi ulivyofanya nini? Ulivyowaka. Kile kina Shadrach walibadili mtazamo wao. Hawakuona moto, wakaona mbingu mpya na nchi mpya. Haleluya. Yani hawakuona moto, walikuwa wamebadilisha mtazamo wao, wanaona mbingu mpya na nini? Na nchi mpya. Lakini walipotupa kwenye moto, boop, pap, mzee akawashika.
Yesu mwenyewe akashuka akawashikilia. Biblia inasema Mungu wetu ni moto ulao. Kwa ule moto ukaliwa na moto wa nani? Wa Mungu. Kwa lugha nyingine moto uka-expire. Ukibadili mtazamo, moto unaoona mbele yako unaenda ku-expire katika jina la Yesu. Nasema ni kubadili nini? Mtazamo. Nabadilisha tu mtazamo. Namba ya pili, unamwamini Mungu kwa uhakika. Ndiyo, itafika siku ya kufa, utakufa. Mbona Yesu alisema imekwisha? Maana yake alijua hapa shughuli imefanya nini? Imeisha. Ikifika saa ya kufa yenyewe utasema tu, jamani wala msio na taabu, hii saa yangu ya kufa imefika. Tuendelee, tuna mambo ya hospitali, lakini mimi ndege yangu itakuja. Wala muuguza ndugu mmoja akatuambia, jamani kesho nadhani ninakuja kuchukuliwa. Kaambia bwana acha kusema maneno hayo, unaona chukuliwa vipi? Akasema anakuja kuchukuliwa kesho. Kuna usafiri nimeuona, gari limetengenezwa vizuri, nakuja kuchukuliwa. Sasa tukamuombea, na sisi unajua walokole saa nyingine hataki kukubali, tukakataa, tukavunja roho ya mauti. Kesho tulipokuja tukaambiwa alinyoosha miguu ameenda. Sasa alituambia jana usafiri umefanya nini? Umekuja. Sasa usafiri wake ulikuwa umeshakuja. Bwana Yesu apewe sifa. Alichokiangalia Daudi ni kuwa na uhakika na nani? Na Mungu wake, sio vinginevyo. Alikuwa na uhakika na nani? Na Mungu. Muda wangu sio rafiki, lakini ukisoma hiyo sura utashangaa sana. Nenda ukasome kwa wakati wako. Walipoingia vitani, Goliati alipotokea na mabamba yale na kutisha, akatukana, na Daudi naye akachukua kombeo, akatia jiwe moja kwenye kombeo, yani vitu vilaini sa, akasimama namna hii. Daudi, lile jamaa likasema, mnaniletea huyu, wewe kijana, tena kijana mzuri, wewe ndio unaletwa kwangu? Leo nitakumaliza na ndege wa anga watakula nyama yako. Alafu Daudi akatazama, akasema kwa sababu mimi namwamini Mungu, akasema hivi, wewe unanijia kwa mkuki na fumo, mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi uliyemtukana. Na dunia nzima itajua yuko Mungu katika taifa la nini? La Israeli. Unaona, alikuwa na uhakika na nani? Na Mungu. Sio vile alivyonavyo. Ule uhakika wake na Mungu ndio ukamfanya huyu Daudi aondoe ile shida iliyokuwa mbele yake. Wakati jamaa linakuja mbio, na Daudi naye akafanya nini? Akaenda mbio. Hakimbii jaribu, wakutane na jaribu ana kwa nini? Kwa ana. Alafu akaweka lile jiwe, akawa anazungusha, akaliachia lile jiwe. Na lile jamaa limevaa mabamba, lakini Mungu akaruhusu kamwanya kwenye paji la uso. Lile jiwe likaenda likapiga pa, Goliati pup, akafa. Daudi akachukua bisu lile la Goliati, akaondoa kichwa, akakishika juu namna hii. Mfalme Sauli alikuwa pembeni anaangalia vita namna hii. Walikuwa na askari mmoja anaitwa Abneri. Mstari wa 57 au 54 kwenda 50 au 55, nadhani 55, 56, 55 kwenda chini, utaona walikuwa wamesimama pamoja. Sauli anamuuliza Abneri, huyu jamaa ni nani? Huyu ni mtoto wa nani? Basi Sauli hapo alipomuona Daudi akitoka ili kumwendea yule Mfilisti, alimwambia Abneri, jemedari wa jeshi, je, Abneri, kijana huyu ni mwana wa nani? Abneri akajibu, mfalme, kama iishivyo roho yako, mimi siwezi kufanya nini? Kusema. Sio kwamba hamjui, anasemaje juu ya haka jamaa ambao kana uhakika na Mungu wake. Abneri, askari wa jemedari, sikia, jemedari wa jeshi, ameshusha kofia chini, anasema mimi siwezi kusema. Yani hapa sina mjadala wa kuzungumza, wewe mwenyewe tafuta ujue huyu ni kijana wa nani. Yule kijana, yule baba, yule mwanamke, yule mzee yuko katikati yetu hapa. Haleluya. Anasema yuko katikati yetu hapa, ambaye anaweza akabadilisha mtazamo, anaweza akawa na uhakika na Mungu wake. Ukishakuwa na uhakika na Mungu wako, nataka nikutangazie mchana wa leo, hayo unaofikiri ni ya kwako sio ya kwako tena. Yuko Mungu anayekupigania, yuko Mungu anayekutetea, yuko Mungu anayekuwezesha. Usianze kufikiri tu mimi biashara yangu ni haka, kakuuza dagaa, kakuuza karanga. Huo ni mwanzo mdogo ndio kwenda mwanzo mkubwa. Anza kutazama mambo kiukubwa, anza kutazama mambo kiupana, anza kumwangalia Mungu wako alivyo mkuu. Usimweke Mungu mwembamba. Kataa. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
Ilimfanya mpaka Sauli achanganyikiwe, asimjue kijana ambaye jana tu walikuwa wanaongea naye. Lakini kwa sababu ya kubadilisha mtazamo, kwa sababu ya kuwa na uhakika wa Mungu, unaweza ukabadilisha historia ya maisha yako, unaweza ukabadilisha historia ya biashara yako, unaweza ukabadilisha historia ya afya yako, unaweza ukabadilisha historia ya huduma ambayo Mungu ameweka ndani yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nasema jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mwaka fulani nilikuwa naenda Kenya, miaka ya 90 ile. Ilikuwa ni 91, naenda Kenya kabla sijapata pasipoti kubwa, nilikuwa nachukua hizo za temporary. Sasa nikawa nimeitwa ghafla Ijumaa, nikaletewa barua ya kwamba simu ikapigwa Ijumaa, natakiwa Jumatatu kwenda kufanya mkutano mkubwa kwenye mji mmoja unaitwa Thika kule nchini Kenya. Sasa namna ya kwenda kupata passport ya temporary ilikuwa muda hauwezekani, maana ni Ijumaa na Jumatatu natakiwa nianze mkutano, na lazima nipande basi nisafiri usiku. Nikaanza kufikiria na waambia hapa, haya mafundisho unaoambia yakazidi kunijenga, ufahamu wangu haukua kama vile ulivyokuwa. Lakini nikafikiria, nikachukua ile passport ya zamani ya karatasi, imechakaa mbele na nyuma, nikaitazama nikasema, hii si ni passport, si ina picha yangu. Hii mipaka iliyopo kati ya Kenya na Tanzania, hizi ni mipaka ya kibinadamu. Mungu alisema nendeni ulimwenguni mote mkahubiri nini? Injili kwa kila kiumbe. Nikasema Mungu nataka nikuone. Nikachukua kabegi kangu, nikaweka vinguo vyangu wakati ule 91, na kwenye kabegi kangu na kukumbuka kama rangi nyekundu, nikaweka kwenye basi, nikakaa. Safari kaanza siku ya Jumapili. Tulipofika Namanga pale mpakani tukateremka, na mimi nikateremka. Lazima wote mteremke, muingie wapi? Muingie immigration. Sasa hapo unaanza kujaribiwa, utasema uongo au utasema kweli, utafanyaje? Nikatoa kale ka passport, nikashuka pale immigration. Kuna foleni mnapanga hivi, mnachukua kadi mnaandika. Nikachukua kadi, nikaandika, nikajaza, na ile passport yangu mimi ilisha expire. Nikamaliza kufika dawati la pili kwa yule anayepokea zile karatasi la passport, yule nikampita, nikatoka, nikarudi, nikaingia kwenye gari, nikakaa. Tukavuka kwenda mpaka wapi? Wa Kenya. Kufika kule majamaa meupe kama mimi, rafiki yangu, yanatisha. Tuteremka wote, na mimi nikajipanga kwenye foleni, nikachukua kadi, nikaandika, nikazunguka upande wa pili, nikasikia roho yangu inatisha. Nikasema hapana, Mungu wewe unajua. Nikazunguka pale ndani immigration pale, watu wanaendelea kuondoka, nikachukua, nikaweka passport yangu, nikarudi kwenye basi, nikakaa. Basi kaondoka kutoka mpakani Namanga. Sasa tunaenda wapi? Kenya. Hamwendi mbali sana, karibu tu, mtoka tu pale mpakani pale Namanga. Hapo mbele kidogo kuna beria, mnakuta hapo kuna beria. Kitu kinachoulizwa pale, weka passport yako, weka kipande yako. Nataka kipande, nataka passport, yani kipande ile ya Kenya. Kama una passport unatoa. Hakuna maelezo, mnatoa, mnaweka tu namna hii. Anachofanya yule askari, wanavyokuja wanaangalia, wanaenda. Mimi nikaweka kile kikaratasi changu, sio mimi, na kuna wengine walikuwa na vio vikaratasi. Nikaweka hivi, maana hapo hakuna namna yoyote pale. Jamaa wanapita, wanakuja, akachukua. Alipofika ya kwangu akachukua. Nilikuwa nina amani moyoni, nimetulia. Akaangalia, akaona pale evangelist. Kaona pale imeandikwa pale mchungaji. Akaniuliza, unaenda wapi? Nikamwambia naenda Thika. Unaenda kufanya nini? Nikamwambia naenda kuhubiri. Nenda hubiria watu wa Kenya bwana. Nikairudisha, nikakaa. Kituo cha kwanza, kituo cha pili, kituo cha tatu, kituo cha 4 niko Mombasa. Niko Nairobi. Jioni napiga gospel. Iliwaka hiyo gospel. Mwambie jirani yako, badili mtazamo wako. Kuwa na uhakika na Mungu wako. Nikahubiri, nikamaliza, na niliporudi, nikarudi. Wala ukirudi hawasumbuagi tena. Ukiwa unarudi wala hawaonyeshi passport. Mimi nimeweka passport yangu, nikarudi. Baadaye nikafanya mpango, nikanunua international passport. Sasa unisikilize, kama huna uhakika na Mungu wako, usifanye haya ninayokuambia. Tuelewane mapema. Usije ukachomoa mipira hospitalini ukasema bishop alisema ni kuchomoa. Nataka uwe na mtazamo umefanya nini? Umebadilika. Sawa Mtazamo umefanya nini? Umebadilika. Ukishabadilisha mtazamo wako na ukiwa na uhakika na Mungu wako, take a step. Usiogope chochote. Ya mwisho ni kuchukua nini jamani? Hatua. Mambo mengi hayabadiliki kwa sababu uchukui nini? Hatua. Unataka kufanya, unarudi. Unataka kufanya, unarudi. Kuna wakati mwingine unasikia roho wa Mungu anakuambia kabisa, bwana nimekupa hizo fedha, nenda kanisani, muone mchungaji, mwambie mzee, ule mradi wa kujenga lile jambo fulani, mimi nimesikia kujitolea katika kiwango hiki kikubwa ambacho hata nashindwa kuona kama ni kama najimaliza
kwa namna fulani. Na unaisikia hiyo sauti. Nisikilize, nazungumza na wale watu wanaosikia mioyoni mwao, nataka kufanya, alafu unafanya nini? Unaacha. Unavyoahirisha, unaahirisha kile kitu ambacho Mungu anataka kufanya kisicho cha kawaida. Umezoea mambo ya kawaida. Mungu anataka kufanya mambo yasiyo ya nini? Yasiyo ya kawaida. Lakini tatizo lako ni hivi. Unataka kuchukua hatua, unafanya nini? Unarudi. Kuchukua hatua, jambo la kwanza ni kubadilisha mtazamo. Jambo la pili ni kufanya nini? Jambo la kwanza kubadilisha mtazamo. Jambo la pili kuwa na hakika na nani? Jambo la tatu kuchukua hatua. Tukikaa hapa tutakufa. Tukiingia mjini kuna nini? Kuna njaa. Sasa tunafanyaje? Si ndio? Hapo wanaanza kufikiri kwa namna nyingine, si ndio? Kama tukikaa hapa tutafanya nini? Tutakufa. Tukiingia mjini tutakufa vile vile. Sasa tufanyeje? Hapo wanaanza kufanya nini? Kufikiri kwa namna nyingine. Fikiria nyingine ni hii kaje. Tuliendea jeshi la nini? La Washami. Wakituweka hai, watuweke hai. Wakituua kufa na tufanye nini? Na tufe. Unafikiri walikuwa wameondoka? Ilikuwa tu ni moja tu ya kuwa na mjadala. Ule mjadala ungeishia pale pale, wangefia pale pale. Lakini kitu cha pili walichokifanya, cha tatu, walichukua nini? Hatua. Hawakuangalia hali zao kwamba jamani, kwanza sisi wenyewe ni ukoma namna hii, halafu kwenda kwenyewe ndio hivi, mpaka tufike kwenye jeshi la Washami itakuwa ni lini? No, wakachukua hatua. Biblia inasema wakati wamechukua hatua, huyu Mungu wa mbinguni akawatazama, akapeleka mizinga ya maspika kwenye kambi la jeshi la nini? La Washami. Washami wakati wameendelea wanafurahia, wakasikia kumbe ni vishindo vya watu ambavyo yani ni vya unyonge kabisa. Jemedari Washami akasema, Washami tuamke, mwanze mchaka, kila mtu akimbie, maana Waisraeli wamekodi majeshi ya Wafilisti, jiponyeni nafsi zenu. Jamaa wakakimbia. Jemedari atangaza njiani, ukiona viatu vinakusumbua vua. Wanavua viatu, wanakimbia. Ukiona koti linakusumbua fanya nini? Biblia inasema njia nzima ilijaa maviatu na makoti na masuruali. Wanaume wanakuja tu taratibu tu. Taratibu tu. Nigusie jirani yako, mwambie shida yako uchukuage hatua. Kuna vijana nawapenda watu wa Kigoma. Watu wa Kigoma nawapenda. Yaani kuna mambo fulani wanayafanyaga tathmini kule Dar es Salaam. Yaani unakuta jamaa wa Kigoma, kuna mtaa fulani sio moja tu mingi, unakuta vijana wa Kigoma wamevaa na hivyo wanamenya haya manani yanaitwa ni mafenesi haya. Mafenesi wanagofoa, wanaweka kwenye vidude hivi. Katikati ya miji ya Dar es Salaam kuna miji fulani katikati, unataja ule mtaa wa Samora ule. Yaani wamejipanga, yaani magari, mabenzi, ma-V8, kila magari ya namna yanasimama pale, wanakusanya vibegi hivyo vya na ni jamaa ya Kigoma, wengine hata darasa la 7 hawajafika. Wanauza kwa tani yao. Alafu wewe unakosa hata hela ya sadaka, unakuja kanisani hapa. Mwambie mwenzako acha upuuzi wako huo bwana. Tusimame.